Akasema Mtume, waman ada faridatan, na atakayetekeleza faradhi, yani ukiswali adhuhuri, ukaswali la asiri, ukaswali magharibi, ukaswali isha, ukaswali na subuhi, kana kaman ada 70 faridatan fi ma siwa, anakuwa ni kama mtu ambaye ametekeleza faradhi 70 katika miezi ambayo sio Ramadhani. Wapenzi Waislamu, huu mwezi ni mwezi mkubwa. Mimi na nyinyi tujitume kuhakikisha tunafanya, vijana wanasema tunafanya kweli, yaani tusiingize uzembe kwenye mwezi huu, tusifanye mzaha kwenye mwezi huu, kwa sababu tutapitwa na fursa. Hivi tunavyozungumza, kuna wengine walikuwa na hamu ya kufunga, lakini kwa sababu ambazo hazizuiliki wako hospitalini, kwa sababu ambazo hazizuiliki wako makuburini, kwa sababu ambazo hazizuiliki anajua Allah mwenyewe. Hawajafunga ndugu zangu Waislamu. Sio kufunga, sio kuwa tuna akili sana, tuna hela sana, tunajua sana. Hapana, tumefunga kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza mazingira mazuri ya sisi kufunga. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah watta'ati kama amarana Allah fil kitabil aziz. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wan nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Ndugu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimwendee mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapana budi kuihusia nafsi yangu pamoja na nyinyi wenzangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunao wajibu na tufanye juhudi za makusudi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hamu na mapenzi makubwa ya sisi kuwa wacha Mungu. Na ucha Mungu, ukitaka kuzungumza ucha Mungu kwa hali zilivyo na wakati tulionao na mwezi tulionao, hatupati tabu kuitafsiri ucha Mungu, kwa sababu sasa tunauishi katika matendo. Ndugu zangu Waislamu, ucha Mungu ni kujizuia kufanya yaliyo kinyume na alivyoagiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ucha Mungu. Yaani ukiwa na utaalamu kwamba hiki Allah subhanahu wa ta'ala hataki, halafu ukaacha kufanya hata kipo ndani ya uwezo wako, kile kitendo cha kuacha tayari ni ucha Mungu. Kwa hivyo sote tumefunga. Kufunga maana yake ni kuacha mambo ambayo yataharibu saumu zetu. Huo ndio ucha Mungu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atustiri kwa fadhila zake na rehema zake. Tukifuzu kufunzwa vizuri na huyu mgeni wetu ambaye ni Ramadhani, akatufundisha vizuri, atakavyotuacha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuishi hivyo hivyo, kwa sababu maisha hayo yanakuwa na thamani kubwa, kwa sababu maisha hayo yanakuwa yana kheri kubwa, kwa sababu maisha hayo yatakufanya uwe kioo kwenye jamii. Ndugu zangu Waislamu, huu mwezi ni mwezi mzito. Huu mwezi ni mwezi mkubwa. Huu ni mwezi ambao subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake na mapenzi yake ameboresha yale tunayoyafanya kuyalipa zaidi tofauti na miezi mingine. Kwa hadithi iliyopokewa na Salmana radhiyallahu anhu, anasema Salmana, khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitukhutubia sie mjumbe wa Allah, rehma za Allah zimuendee na amani. Faqala, akasema mtume, ya ayuhan nasu, enyi watu, qad adhallakum shahrun adhim, hivi sasa tayari
mmeshafunikwa na mwezi mtukufu, mmeshafikiwa na mwezi adhimu, mkubwa, mubaraka, mwezi ambao una baraka nyingi, mwezi ambao una kheri nyingi. Kwa ujumla ni mwezi ambao umejazwa vitu vingi. Unatafuta wenye juhudi na hamu kubwa ya kutengeneza kurasa zao ziwe safi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema, shahru ja'ala Allahu siyamuhu faridatan, ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya kufunga ni faradhi. Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufanya kufunga ni faradhi, na aya ambayo inafaradhisha Waislamu kufunga, mashekhe kila siku wanaizungumza, au kila mwaka inapoingia Ramadhani wanaizungumza kwa mapana na marefu. Sisi tunayesimama mbele yenu tunasimama kwa sababu tunajitolea tu, lakini fasaha na uzuri wa namna ya kumtambulisha mtu ukubwa hiyo faradhi tumeshapata kutoka kwa viongozi wetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awape taufiki. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala watupende na kutusaidia ili na sisi tuweze kuwa na uwezo mzuri wa kusimamia saumu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, shahru fihi lailatun, ni mwezi ambao ndanimwe kuna usiku mmoja. Akasema ni mwezi ambao ndani ya mwezi huo kuna siku moja, lailatun, kuna siku moja, khairun, ni bora min alfi shahri, kuliko miezi 1000. Akasema waman takarraba fihi bi khislatin, waman, yoyote. Hii imekurubisha jinsia zote, ambaye atakuwa anahitaji, ambaye atakuwa anapenda, takarraba, akajikurubisha bikhislatin, kwa chochote kile ambacho kitakifanya ndani ya mwezi huu, yani iwe ni sunna kabilia, iwe ni sunna baadia, iwe ni tarawehe, au ukampa mtu kitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anayefanya hivi takarrab, anajikurubisha. Kujikurubisha maana yake ni kile kitendo cha kutafuta uhusiano, ni kile kitendo cha kutafuta kuwa karibu naye, mapenzi na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kana kaman ada faridatan fi ma siwa, mtu wa namna hii anaandikiwa ujira wa mtu ambaye ametekeleza faradhi katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhani. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu kaupa heshima, lakini kwa ajili ya kutengeneza fursa kwa watu ambao wanatambua kuwa ulimwengu si chochote, ni lazima tuandae mazingira mazuri
ambayo atatufanya sisi tukienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yawe machache, hata kama yakiwepo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma yake na mapenzi yake akiangalia, anasema hii ni ubinadamu, sio jeuri wala kejeli, yalimkuta kama binadamu kwa maumbile niliyompa mie. Akasema Mtume, waman ada faridatan, na atakayetekeleza faradhi, yani ukiswali adhuhur, ukaswali la asri, ukaswali magharibi, ukaswali isha, ukaswali na subuhi, kana kaman ada 70 faridatan fima siwa, anakuwa ni kama mtu ambaye ametekeleza faradhi 70 katika miezi ambayo sio Ramadhani. Wapenzi Waislamu, huu mwezi ni mwezi mkubwa. Mimi na nyinyi tujitume kuhakikisha tunafanya, vijana wanasema tunafanya kweli, yaani tusiingize uzembe kwenye mwezi huu, tusifanye mzaha kwenye mwezi huu, kwa sababu tutapitwa na fursa. Hivi tunavyozungumza, kuna wengine walikuwa na hamu ya kufunga, lakini kwa sababu ambazo hazizuiliki wako hospitalini, kwa sababu ambazo hazizuiliki wako makaburini, kwa sababu ambazo hazizuiliki anajua Allah mwenyewe. Hawajafunga ndugu zangu Waislamu. Sio kufunga, sio kuwa tuna akili sana, tuna hela sana, tunajua sana. Hapana, tumefunga kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza mazingira mazuri ya sisi kufunga. Kwa hivyo tutumie fursa hii ili tuweze kuwa karibu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qul al-Qur'an fastami'u wansitu la'alakum turhamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. أما بعد. Wapendwa Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa rehema na fadhila zake ametuwezesha katika hutuba yetu ya mwanzo, ambayo naamini kwa kiwango fulani nitakuwa nimefahamika. Binadamu hajajikamilisha, binadamu amekamilishwa. Kwa hiyo heshima ya ukamilifu wake, uwezo wa utendaji wake ni lazima Allah subhanahu wa ta'ala aridhie. Sasa kama kuna namna moja ama nyingine sikufahamika, basi hizi ndizo kasoro ambazo tumewekewa kwenye maumbile. Kazi nzuri ya mimi na nyinyi wenzangu, hasa mwezi huu, kusameheana, kuchukua yale ambayo mazuri na kuyaacha yale ambayo si mazuri. Ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tunazungumza heshima ya mwezi huu wa Ramadhani au fadhila za mwezi huu wa Ramadhani. Fadhila, faida. Fadhila ni faida, lakini lugha fasaha fadhila ni kule kupewa bila kazi inayofanana na huo ujira. Yaani umefanya kidogo kwa sababu tu umeonyesha heshima, umeonyesha usikivu, umeonyesha utifu. Yule uliyemfanyia hivi anaboresha malipo, anaboresha uzani wa cha kukupa, ndio inaitwa fadhila.
Mfano, natoa mfano tu, kama mimi mzee hivi, kama mimi hivi nilivyo mzee hivi, alafu nikapata katoto kadogo kakike akakubali kuolewa kwangu, watu wanasema yule mtoto alifanya fadhila tu, sio laiki yake. Sisi naeleweka vizuri mimi uzee wangu huu alafu nipate mdogo akubali changamoto za kwenye uzee wangu, ile ni fadhila. Vijana wenzake wapo wengi tu, hii ni fadhila ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo tuna wajibu wa kuwa na matendo ya huruma, tuna wajibu wa kuwa na matendo ya imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, yas'alunaka madha yunfiqun, wanakuuliza tutoe nini? Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha tuwe tunapeana, tuwe tunatoa. Sasa tutoe nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul, mtume waambie, waeleze, ma anfaqu min khair, chochote ambacho mtakitoa kimepatikana kwa njia ya kheri. Tuelewane vidogo, tusikilizane kidogo, tuwe pamoja jamani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma anfaqtum min khair, chochote ambacho mtakitoa kimepatikana kwa njia ya kheri. Njia ya kheri zinafahamika, yaani mtu na shughuli zako watu wanazielewa, ziko wazi. Una uwezo kufanyia barabarani, una uwezo kufanyia mahali popote pale, sheria inakulinda na wala hakuna mwenye wasiwasi. Hizi zinaitwa ni shughuli za kheri, lakini unaweza ukafanyia barabarani na watu wakakuona, undani hawajui, wewe ndiye unaelewa. Ndicho anachokizungumza Allah subhanahu min khair. Bwana, hakuna njia longorongo unatumia ili upate riziki, maisha yaende. Wewe umetulia tu na shughuli zako na unajua namna gani shughuli zako zinakwenda. Shahidi ni nafsi yako na Allah. Ndicho kinachozungumzwa, ndicho kinachoelezwa hapo. Akasema falili walidaini, cha kwanza anza kushughulikia wazee. Tunaona vizuri falili walidaini, cha kwanza anza kuweka mkazo, weka kipaumbele kuwapelekea wazee wawili. Ndugu zangu Waislamu, tuko mjini hapa. Huu mji umepanuliwa kwa sababu ya watu kuhamia, sio wote wamezaliwa hapa, lakini uko tutokapo huko kila mmoja anajua kuna watu wengine wana roho mbaya ajabu, wana mazingira mazuri kuyaona hapa, lakini ukifanya safari za ghafla kuendea kwao utakwenda kuona wazee wao wanaishi katika mazingira magumu kweli kweli, hasa mwezi huu wa Ramadhani, mpaka wanajikuta hawana hamu ya kufunga. Kwa nini? Kwa sababu wanajua tukifunga halafu tutakula nini? Mfano tukifunga tutaendeshaje Ramadhani? Yaani wanakuwa ile radha ya kufunga hawaioni, kwa sababu wengi tunaamini kufunga, ukishamaliza kufunga basi vya kuokota viwepo. Sasa mbona vya kuokota havipo? Lakini kwa ujumla, ndugu zangu Waislamu, hata akili yako tu inatakiwa ijisukume kuhakikisha kuwa hawa wazee wanapata faida ya uwepo wako, kwa sababu na wao wana mchango wa kweli tangu umezaliwa mpaka huu umri ulionao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wazee ni lazima wapewe kipaumbele. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wal aqrabin, na watu wa karibu. Yani hapa anaingia shangazi, anaingia mjomba, anaingia bibi, anaingia babu, anaingia kaka kama
kaka, nguvu zake ziko ndogo, wewe ndio una uwezo. Yaani dada zako wote wale watu wa karibu wale, yaani maana yake usitanue misaada nje ya hawa, wakawa wananufaika wale, lakini hawa wanasikitika. Kitendo hiki Allah hataki, hakipendi, na kwa sababu hakipendi utakuwa umevuka mpaka ulipwi, juhudi zako zinakuwa hazina faida. Ndugu ni lazima waenziwe. Undugu una heri kubwa, undugu una faida kubwa, undugu una maslahi ya hali ya juu. Usijione saizi una uwezo, mambo yakizidi, ukitingwa, unaanza kuwaza ndugu zangu, kwenye nijitetee kwa ndugu zangu, shida iko wapi? Sasa kama ukuandaa mazingira kwa hao ndugu zako, wanakupokeaje? Umeishi na kamba yako, vijana sema nakula bata, lakini wenyewe kule wana dhiki. Siku ukipata matatizo, siku mwili wako ukichemka, unataka uenziwe, atakuenzi mgeni. Unaanza kuona ngoja niende kwa ndugu zangu. Sasa kama ukuandaa mazingira shekhe, wanakupokeaje? Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akakupa huo ujuzi. Jitahidi kutengeneza mahusiano na ndugu zako, ili siku maji yakiwa shingoni, hata ukirudi asema huyu mwenzetu. Lakini sio hilo tu, unatekeleza kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tufupishe hutuba, lakini waliotajwa na hawa baba, watu wa karibu, halafu yatima naye na hadhi yake, akatajwa masikini, akatajwa na mtu ambaye ameharibikiwa katika safari. Akija hapa akijieleza, mwenzenu, jamani, nimepata shida, kuna 1 2 3 imenitokea, nilikuwa nahitaji nguvu kutoka kwenu ili safari yangu iendelee. Hata kama amepaki gari hapo, hiyo msiangalie, haina maana auze gari matatizo amaliza. Anasema nimeishiwa mafuta, hela sina, naomba mnichangie ninunue mafuta nijaze nifike da. Changieni apate mafuta ya kutosha aende zake. Ndio Uislamu. Usianze kusema isije kawa sisi tunachota maji kwenye kisima tukaenda kutumbukiza bwawani. Sio kweli. Asaidiwe ili kujenga mahusiano ya pamoja, ili kutambulisha undugu wetu, ili kutambulisha ujamaa wetu, ili kutambulisha uzuri wa dini wetu. Allahumma ighfir minina wal minati والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.